Bunge power. Asante sana Spika wa Bunge Kibra, bunge la wananchi. Mimi ndio Dio 001. Siku ya leo ninataka kuongelea juu ya the political wave kwa nchi yetu. The political wave hii ni pro broad based na anti broad based, na pia vita yenye iko kidogo kwa party ya ODM. Jambo la kwanza nataka kuongelea maneno ya pro broad based na the anti broad based. Mimi kama mwananchi wa kawaida kama Dio 001 nasema kwamba hizo siasa yenye inaendelea ya broad based and anti broad based ni the wastage of time, kwa sababu masuala yetu kama wananchi ijakuwa considered. Tunataka kuambia President William Samoei Ruto na wale watu wenye wanafuata President William Samoei Ruto, including wale wenye walitolewa kwa party wa ODM kwenda kusaidia hii government kama ma expert CS Mbadi, CS Wandai. Nataka kuambia kwamba wananchi mkuje kwa ground, msikie kenye wananchi wanapitia. President William Samoei Ruto alichaguliwa 2022 kwamba washughulikie wananchi. Masuala ya education hatuoni bado iko sawa, bado iko na shida. Sasa hii kuna wale watoto wanaenda kwa grade 10 the pathway, tunaona kwamba wazazi wengi wanapitia changamoto. Watoto wengine wamepelekwa kwa boy school ila hali ni girl, ni wasichana. Wengine wanapelekwa kwa girl school na wengine ni boys. Na hizi hatuoni kama inakuwa inashughulikiwa. President William Samoei Ruto alituambia kwamba akichukua tu Biblia atahakikisha ya kwamba ma-CS wanaitwa pale bungeni na wanajibu mashtaka kulingana na shida yenye inapatikana kwa department yao. Kwa nini CS wa education hajaitwa pale na ulizwe masuala ya education na shida yenye sisi kama wananchi tunapitia? Jambo la pili, tunakuja kwa maneno ya health. Isha kuna mahali wengine wanasema inafanya kazi na kuna zingine hazifanyi kazi. Nataka kuambia President, kwa sababu tuko kwako, manake wewe ndiyo baba wa nchi, muite CS Duale ambaye siku moja alikuwa anafunga mahospitali zingine ati kuna wakora wameingilia kwa SHA. Instead of kwenda kuchukua wakora, wanafunga mahospital. Nataka kuambia wa jamaa waitwe pale bunge, kwa sababu tunaona bunge la Kenya imekuwa a clapping zone ya president. Most of them ni clapping zone. Hawezi simama kama bunge yenye tumeona huko nyuma. Nataka kuambia wabunge kwamba power yenye mko nayo imetoka kwa wananchi. Wananchi power. Bunge power. Power yenye wale wote wanatumia pale kwa executive, kwa legislation, zote zinatoka kwa wananchi. Na sisi wananchi hatuoni kama tunapewa huduma ya kutosha. Ndipo sasa tunaambia wale wabunge wa ODM akina Junet, wale wanasema tuko broad based. Baba Raila Amolo Odinga alipoaga, na aliaga bila sisi kujua vizuri. Baba alituacha tukiwa kwa manyumba zetu. Na kama wewe uliachwa kwa serikali, inamaanisha uko na payslip ya government, unalipwa. Sijui kama kuna watu hapa wanalipwa, wote wanalipwa kwa sababu wa kwa serikali. Bunge power. Bunge power. Nataka kujua, nimesikia kuna wengine wanasema sijui kuna special unit inaletwa, sijui kushughulikia nini. Nataka kusema kwamba katiba tuko nayo Kenya, na si kama wananchi hatuogopi intimidation. Ilhali sisi tunaheshimu president, but intimidation ya wengine wanatuuzia uoga hatuwezi kubali. Lazima tuhakikishe kwamba service delivery is done. Na hii ndio ideal yenye Baba Raila Amolo Odinga alisimamia nayo, kuhakikisha kwamba watu wanapata service pasipokuwa mahali pengine na mahali pengine ijapata service vizuri. Tunataka fair service delivery. Tunasikia leo hii Kenya Kwanza government inatuambia kwamba tunaenda Singapore. Baba alituambia tunaenda Canaan. Nataka kutuma, bado unajua the spirit of Jirongo bado iko. Natuma Jirongo, enda waambia baba safari ya Canaan imetoka na tunaenda Singapore. Safari ya Canaan hatuendi, sasa tunaambiwa kwamba tunaenda Singapore. Na mimi nikiangalia Singapore in 1965 mpaka leo, je, Singapore ilifuata mpaka wakafika Singapore, si yenye tunaona hapa Kenya. Ama nyinyi mnaona hivyo? Hapana. Si hatuoni hivyo Kenya hii bwana. Singapore
ilikuwa wanahakikisha wanatumia kitu inaitwa meritocracy. People are being appointed based on the merit. Lakini hapa tunaona watu wanachaguliwa kwa sababu ni marafiki wa kisiasa. Ndiposa ma-CS wengine hawezi deliver vizuri. Kazi yao wakiingia kwa matanga ni kuchukua microphone kusema tuko broad base, kwa sababu hao wanalipwa pesa nzuri, wengine wanafanya kandarasi. Nao wananchi wa Kenya hawapati service vizuri. Na ndiposa sisi tunasema kama mnataka tujue kwamba tuko broad base, fanyie sisi kazi. Maana sisi hatuna shida na mtu yeyote kwa individual. Shida yenye tuko nayo ni service delivery. Bunge power. Bunge power. Nikikuja kwa party ya ODM. Party ya ODM iko na idea. Na hii ndio party tunaambiwa kwamba na Governor Gladys Wanga kwamba hii ndio party kubwa kushinda party zote hapa Kenya. Si anasema kwamba this is the largest party, the Southern Sahara and the Northern Limpopo. Inakuaje the party leader anatuambia kwamba ati they want the chair wenye wanataka ati number 2. Kama mwalimu unajua kwamba mtoto akikwambia anataka number 2, huyo mtoto hajafit kukuwa number 2. Huyo ataenda kwa number 3 ama number 4. Party ya ODM ni party kubwa. Hauwezi kuwa mwezi inakuwa number 2. Muna support party yenye ilikuwa 3 years old. Ati mna support tena mnasema ati mnataka kuwa number 2. Why can't we go for number 1 bana? Kwa sababu sisi ndio wakubwa. Sisi ndio tuko na party kubwa. Why can't we go for number 1? Ikiumana ndio tukuje kwa hiyo number 2. Ukiona mtu anasema number 2 inamaanisha hapo uzembe iko. Si ni kweli? Na hii party inalipwa kwa sababu ya nguvu ya wananchi. Inalipwa kwa sababu wananchi wanasupport hii party. Sisi tunasema wale wa ODM wote including Sifuna, Babu Owino, akina Orengo na akina Junet, akina Gladys Wanga, msome idili ya party bana. Wasome idili ya party. Kwa sababu mlisema mlikuwa na baba Raila Amolo Odinga, mlikuwa kwa klasi ya baba Raila Amolo Odinga. Kwa nini mlikuwa kwa hiyo klasi na msomi hamjasoma lesson yenye ilikuwa pale kwa hiyo klasi? Si wananchi tulikuwa tunasikiliza hiyo klasi ya baba Raila Amolo Odinga. Baba stood for a cause. Alikuwa anasimamia right ya wananchi. Alikuwa kwa wananchi na alikuwa anapigania wananchi. That's why baba alipendwa Nyanza, alipendwa Western, alipendwa Turkana, alipendwa kila mahali. Na sisi mtu mwenye atakuwa anashughulikia wananchi, huyo ndio kingpin. Sisi kwa mapati wa ODM hakuna siku tunaenda kwa election ati mara tunataka kuchagua kingpin. Kingpin ni mtu mwenye anahudumia wananchi ama vipi wananchi. Mwenye anashughulikia wananchi ndio kingpin ya wananchi. Hakuna siku baba Raila Amolo Odinga alichaguliwa kuwa kingpin. Alikuja tu kwa sababu nguvu ya wananchi ama kupenda kwa wananchi kumweka pale. Ndiposa mnasikia vita yenye uko pale akina Junet, mara akina Babu Owino, na wacha niongelee kwa Bob Agri Orengo kidogo. Yes, Bob Agri Orengo, kwanza nakupenda because wewe unasimama for the cause. Ninyi mlipigania mkaleta multipartyism. Lakini saa hii hatutaki multipartyism tena. Hatupiganii multipartyism kwa sababu iko pale tayari. Kenya tunapigania ni economical freedom. Nasikia kwamba kuna pesa jamaa anapewa every financial year. Over 9 billion anapewa kutoka kwa national government. Afanyie watu wa Siaya County kazi. Lakini ukienda pale, mliona Siaya County, angalia the kind of services ziko pale. Hata nikiuliza wananchi wenye wanatoka hapa, wengine wanapiga hata, wengine wanaenda Siaya kule, wengine pengine wanakura huko. Mnaona services yenye inapewa pale iko vizuri kwa sababu au jamaa kila mara ni kutembea tu. Watu wanaangalia maneno ya kingpin instead of kushughulikia wananchi. Na wanasahau service delivery. Ukiangalia kwa maneno ya education in CD, Siaya, walimu wanalipwa vibaya sana. Ukiangalia masuala ya street light, masuala ya hizo roads yenye imekuwa na county government na vitu mingi pale, unaangalia bado iko chini. So tunataka kila mtu akae kwao, even Gladys Wanga wakae kwao, waangalie kwamba pesa wanapewa national government wanatumia vizuri kwa wananchi. Wengine wanatuambia ati pesa inalala Sindo, mara stima inalala Ugunja. Saa hii mimi nilitoka Uriri last week. Watu wa Uriri wajapata stima. Na huku mnasema stima inalala Ugunja. Nataka kuambia CSO pia Wandai, wacha kuvaa reflector kila saa. Reflector kila saa
tunaongelea na viongozi wabunge wenye wamechaguliwa, watu wana discuss masuala ya kingpin. Mshughulikia wananchi, ndio masuala ya kingpin itakuja yenyewe. Akina Mbadi, mhakikishe kwamba kama pesa iko Sindo, wacha tuone mtu wa Sindo akona pesa mkononi. Bunge power, bunge power. Mimi kama dio 001 tunasema lazima hao watu wafanyie kazi. Yule mwenye anafanyia kazi ndio tutashughulikia kwamba ni kiongozi, kwa sababu Raila alikuwa anafanyia kazi vizuri. Hii maneno ya kukaa kwa matanga na maneno mawili wenye wanasema ati tuko broad base, ati habari yenu tuko broad base, ati 10 bila break, wengine wanasema sijui one term. Hizo sio vitu yenye wananchi wanataka. Wananchi wanataka service delivery, education ikuwe sawa, health ikuwe sawa, barabara ikuwe vizuri, wanataka pesa mkononi and youth empowerment. Hata pale kwa hizi maward pia tunakuja tu hivyo hivyo. Mtu kama afanyi kazi, bye. Mtu kama afanyi kazi, bye. Asanteni.